Leo tutajifunza kuhusiana na changamoto kubwa ya utoaji taka mwili ambayo tafiti nyingi za hivi karibuni zimeonyesha kwamba watoto hao wenye changamoto ya usonji, yani autism spectrum disorder, wamekuwa wakikumbwa na tatizo la changamoto katika utoaji taka mwili. Kwa majina naitwa Daniel Ndamo Samuel, ni occupational therapist kutoka DNS Neuro Rehab Care. Sasa utoaji taka mwili ni process ambayo ni asili na ni process ya kibiolojia ambayo huwa mwili unatumia viungo maalum katika kuweza kutoa taka mwili. Na taka mwili hizo tunazipata kupitia hewa tunayopumua, kupitia vyakula tunavyokula, kupitia vinywaji tunavyokula. Sasa katika hii karne kumekuwa na matumizi makubwa sana ya kemikali ambazo zimekuwa ni sumu kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo zimekuwa zikiathiri miili yetu, ikiwemo hawa watoto wenye changamoto ya usonji. Sasa basi, leo tutajifunza mbinu na njia ambazo zinaweza zikasaidia au zikaleta matunda katika kumsaidia mtoto kutoa taka mwili. Hatua ya kwanza au njia namba moja, tunaanza na njia ya figo. Figo tunahitaji mtoto apate maji ya kutosha. Mpatie mtoto maji ya kutosha, hii itaweza kumsaidia kusafisha figo. Lakini namba mbili au njia ya pili, kupitia ngozi, yani jasho. Sasa katika kupitia jasho ni vizuri au inatakiwa umpatie kazi ambazo zitafanya mtoto atokwe jasho. Ya tatu ni kupitia ini. Sasa ini naturally, kiasili kabisa, huwa linachuja sumu nyingi sana wakati tukiwa tumelala. Kwa hiyo kumbe tunaona usingizi ni kitu muhimu sana kwa mtoto. Hakikisha mtoto anapata usingizi, anapata muda wa kulala, kwa kulala masaa mengi ili kuweza kumsaidia katika hili eneo. Namba 4 ni tumbo. Tumbo nalo pia ni sehemu ambayo inatoa taka mwili kupitia njia ya haja kubwa. Hivyo basi katika hili eneo tunahitaji kupata vyakula na hata baadhi ya mimea kuweza kusaidia kutoa sumu mwilini, kutoa sumu kwenye tumbo Sasa kwa pamoja naenda kutoa vitu vya kufanya ambavyo vinaweza vikasaidia katika utoaji taka mwili. Nitavichanganya vyote kwa pamoja. Kwa vyote ukifanya ni sawa tu. Sasa kitu cha kwanza, tengeneza juisi ya nanasi na tango. Hakikisha tango unaliosha vizuri na maji ya chumvi ili kuondoa masalia ya sumu. Likatekate likiwa na majani yake, weka kwenye blender yako. Chukua nanasi, katakata, weka kwenye blender yako, then saga, tengeneza juisi, mpatie mtoto wako au anakunywa. Itamsaidia katika utoaji taka mwili. Kitu cha pili ambacho unaweza kumsaidia, tengeneza chai ya kitunguu maji na kitunguu swaumu. Unaweza ukaongeza na mdalasini kwa ajili ya kaharufu. Sasa namna ya kufanya ni hivi. Kitunguu swaumu hakikisha umekikatakata, na kitunguu maji ukikatekate, sijasema ukisage, kikatekate. Tunakikatakata vipingili vidogo vidogo. Then baada ya kufanya hivyo, tunaziacha zinakaa dakika 10 bila unaweka tu kwenye sahani, zinakaa dakika 10 ili sasa kitunguu maji kiweze kureact na hewa ili kuweza kutengeneza kemikali moja inaitwa sulfur, na ndio tunaohitaji katika utoaji taka mwili. Lakini pia kuna kitunguu swaumu na penyewe ina react na hewa ili kuweza kutengeneza
kitu inaitwa iluin, ambayo tayari hii ni compound ambayo inatumika katika kusupport ini ili kuweza kutoa taka mwili ambazo tayari zimekuwa accumulated kwenye sehemu mbalimbali za mwili. Baada ya hapo baada ya dakika 10, baada ya kuzimekaa dakika 10, ziweke kwenye sufuria lako, weka na kijiti cha hizo unaweza kutumia ya poda, mdalasini wa poda. Baada ya hapo chemsha chai yako ndani ya dakika 10 mpaka 15, inategemeana na sosi ya nishati unayotumia. Then baada ya hapo unaweza ukaongeza asali kidogo ambayo baadaye unampatia mtoto. Hii pia ni detox nzuri sana. Detox nyingine, tumia asubuhi maji ya vuguvugu yakamlie limao. Hakikisha mtoto hivi vitu ninavyovitaja anapokuwa anakula avitumie wakiwa tumbo tupu, kabla hajala. Kama ni mfano asubuhi kabla hajanywa chai atumie, na kisha tumia angalau nusu saa ndio inatakiwa ipite, ndo aweze kutumia kula tena chakula kingine. Haya, njia nyingine ambayo tunaweza tukatumia mmea mmoja mjarabu sana ambao unasaidia katika utoaji taka mwili kupitia haja kubwa. Mmea huu unaitwa sanamaki. Sanamaki, tafuta huu mmea, utakusaidia sana katika kutoa taka mwili kupitia haja kubwa na kusapoti ini pia, lakini haishii hapo tu, inasapoti hata kuta za tumbo kuweza kuwa imara na kuzuia ufyonzwaji wa sumu kwenda kwenye mzunguko wa damu. Na ukifanya hivi hivi vitu vichache nilivyoweza kukutajia hapa vitaweza kukusaidia sana. Sasa video inayokuja nitakuja na maelezo au kitu au mbinu au namna ya kufanya ili kuweza kukabiliana na madhara ambayo yanaweza yakawa yalipatikana kutokana na mrundikano mkubwa wa sumu mwilini. Asanteni sana. Na hii process ni process ya muhimu sana, na kabla hujaanza vingine vyote, therapy, ni lishe, kabla hujaanza hivyo ni muhimu sana uzingatie hii process ya utoaji taka mwili. Ukifanikiwa hili eneo, mwili unakuwa umeupa nafasi. Kwa hiyo hata zile therapy sasa mnazokuwa mnafanya, hata zile lishe mtoto unayokuwa unampatia inaenda kufanya kazi yake kiufasaha. Kwa hiyo ni process muhimu sana, tuizingatie sana wazazi wenye watoto wenye changamoto ya usonji. Lakini pia si hivyo tu, hata kwa mzazi yeyote yule ambaye anajali familia yake, anajali watoto wake. Kwa nini? Kwa sababu kama nilivyotangulia kusema kwamba eneo hili la utoaji taka mwili eneo hili lina uhusiano mkubwa sana hata kwenye afya yetu ya akili au afya ya ubongo. Kwa hiyo ni muhimu sana. Kwa hiyo asanteni na washukuru, na nitatengeneza video nyingine, nitawaelekeza namna nzuri ya kuweza kutengeneza kitu ambacho kinaweza kikaenda kusaidia kabisa kupambana na madhara au madhila ambayo yanaweza kutokana na mrundikano ambao kitaalamu tunaita ni zile inflammation au neuroinflammation ambazo zinaweza zikawa zimetokea. Asanteni na washukuru sana, niwatakie wakati mwema.